Konki Master huyu hapa anakwenda kuzungumza. Konki, habari? Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Za shughuli? Shwari kabisa. Karibu Mambas 24. Shukrani sana. Bwana, sasa hivi tuko mwezi wa 4, hatuoni Konki Master kwamba labda kuna ngoma umeachia video ama audio. Kupo kimya kabisa. Nini ambacho kinazuia Konki haufanyi muziki? Toka nimeanza kuumwa 2021 na wala sijawahi kufikiria kuandika wimbo. Na wala mpaka sasa hivi niliposifikiri kuingia studio. Hapa mimi niko mwishoni kwenye matibabu yangu na namshukuru Mwenyezi Mungu na washukuru madaktari wangu Moi Muhimbili na wote walionisupport kwenye matibabu yangu kuanzia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Albert Chalamila na Mwalao ambaye ni mganga mkuu wa Dar es Salaam na madaktari wote Mwananyamala hospitali na Muhimbili na imarika, na ndio maana mnaona hata shavu linarudi. Kwa hiyo sifikiri kuingia studio na wala sina mpango wa kutoa ngoma, ila mwezi wa 6 naomba Mwenyezi Mungu anibariki nianze tour zangu za show mwezi wa 6 wa 7 mpaka mwezi wa 12, sababu nimekaa sana Dar es Salaam muda mrefu, so nimekaa ndani bila kufanya kazi, natumia tu pesa siingizi. Kwa hiyo sasa hivi nataka mwezi wa 6 wa 7 nianze sasa ruti zangu za kuingiza pesa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi nimewashukuru Mwana FA, Dr. Samia Suluhu Hassan, Albert Chalamila, Zuberi tajiri ule wa mabasi, Mwalao na watu wote walionisupport kwa wakati nikiwa naumwa. Amen. Una imani kwamba bado sasa hivi mashabiki wamemisi muziki wako? Wamemisi sana, ukiona hata kwenye comment, hata kwa sababu sasa hivi na uwezo wa kutoka. Kwa hata nikienda bwana tunataka ngoma mpya, tunataka ngoma mpya. Kuna wengine kwenye simu bwana ngoma mpya. Nawaambia wanivumilie kwanza. Sababu muda wote naumwa sijafikiri, nilikuwa nafikiria afya yangu. Sijafikiria kuandika wimbo wala kuingia studio. Kwa hiyo mpango wa kuingia studio wala kutoa nyimbo wala video mpya huwa upo. Ninachokiwaza sasa mwezi wa 6 wa 7 nianze kwenda mikoani, kwenda Kenya, kwenda Uganda kupiga show. Mpaka mwezi wa 12. Sawa. Muda mwingi Konki Master umekuwa ukizungumza mambo ya dini, lakini haujawahi kuzungumza kwamba Yesu ni hadithi wala kusema kwamba Mwenyezi Mungu hakuwa na mpango wa kuleta dini duniani. Lakini kuna mwambo anaitwa Chionda alizungumza juzi kwamba dini ni mpango tu wa wanadamu, lakini Mwenyezi Mungu hakuwa na mpango huo kuileta dini duniani. Karibu uzungumze kuhusu hilo. Alichokisema kwamba Mwenyezi Mungu hakuwa na mpango wa dini yuko sahihi. Mwenyezi Mungu hana dini. Kila siku nazungumza hizi dini ni madhehebu ambayo yametengenezwa na wanadamu, sio Mwenyezi Mungu hana dini. Kwa hiyo hizi dini zote ni mipango ya wanadamu. Ndio maana huwa nasema hizi dini ni sawa na mabasi. Huko stendi ya Magufuli mnaenda Mwanza, huyu atapanda Kilimanjaro basi, huyu atapanda Alice, huyu atapanda hili, lakini wote mnaelekea wapi? Mnaelekea Mwanza. Kwa dini ni maeneo tu, ni taasisi za kukufundisha kiroho kumjua nani? Mwenyezi Mungu, lakini Mwenyezi Mungu hana dini. Kwa hiyo jamaa aliposema Mwenyezi Mungu akuleta dini yuko sahihi. Lakini tu alipojichanganya kusema Yesu ni nini? Hadithi. Hapo mimi na yeye ni tofauti. Kwa aliposema Yesu ni hadithi, hapo ndipo limeona mwamba hayuko sawa. Hayuko sawa. Hawa ni manabii. Mtume Muhammad. Sawa. Ni nabii wa Mwenyezi Mungu. Na ndio maana Yesu Kristo kwa Waislamu anaitwa Nabii Isa. Sisi Roman tunaita Yesu Kristo. Ushaelewa vizuri? Leo kiniambia Bikira Maria, paka Ulaya huko kwa anaitwa kwa Kiingereza ni Virgin Maria, maana yake ni bikira, yani mwanamke ambaye hakuwahi kuingiliwa, anaitwa Virgin, yani Bikira Maria. Ndio mama wa Yesu Kristo. Ndio Yesu Kristo akaja. Kwa Yesu Kristo ni nabii. Sawa? Kama alivyo Mtume Muhammad na manabii wote walishawahi kutokea. Kwa hiyo hao ni watu waliotumwa na Mwenyezi Mungu. Sawa? Ila hawajatumwa na kusema kwamba eti nyinyi mkatangaze dini. Kwa hiyo dini ni mipango ya wanadamu, sio Mwenyezi Mungu. Lakini ukiniambia Yesu Kristo eti ni muujiza tu, abaki na imani yake. Ni hadithi sio muujiza. Eti ni hadithi, abaki na imani yake. Lakini mimi Yesu Kristo ni mwamba wangu na siwezi kuishi bila Yesu Kristo. Kama Mungu hakuleta dini, je, Ukristo na Uislamu umetokea wapi? Ukristo ulitokea kwa mfano Roman Katoliki
ni kutokea mtume Petro ambaye alikuwa mtume wa Yesu Kristo. Ndio Yesu Kristo akamwambia, na kukabidhi wewe ni mwamba hapa Vatican Roman Catholic. Kwa hiyo Roman Catholic ilianzia Vatican anapokaa papa, ndio wakaieneza dunia nzima. Waislamu na wenyewe kwa mtume Muhammad huko Saudi Arabia, Maka huko, ndio baadaye kafanya nini, ikaja. Kwa hiyo kuna watu waliopenda kazi ya Yesu Kristo, waliopenda kazi ya mtume Muhammad, ndio katika kuwaenzi, kuwatukuza, ndio hizi dini zikafanya nini, zikatokea. Lakini mtume Muhammad ni nabii wa Mwenyezi Mungu, Yesu Kristo ni nabii wa Mwenyezi Mungu, waliotumwa waje hapa duniani. Kwa yeye kama huyo anasema ni muujiza ni nini? Anakuambia dini kama politics, yani kitu kama siasa ambazo watu wamekaa wakazitengeneza kwa ajili ya kuweza kuitawala dunia vizuri kupitia dini. Wanakuambia ukitaka kumtawala mwanadamu lazima muwekee maneno mazuri, yani utafute jinsi ya kumtengenezea mazingira ya kumtawala. Kwa hiyo dini zilikuja kama sehemu ya kumtawala mwanadamu vizuri. Yani mnanielewa vizuri. Sipingi alichokisema huyu. Kwa mfano Roman Catholic ndio inatawala dunia. Roman Catholic ndio taasisi kubwa. Ukiona mahospitali ya mission yote ndio mahospitali bora. Vyuo vyote sui Malimbe, Mwanza sui Sauti ile Sauti, ukiona chocho ile Mtwara, Mwanza ni Sauti, Santi Agustino. Mavio yote makubwa. Mashule yote ma St. Mary's sui manini ni Roman Catholic. Kwa ni namna kwamba wanahubiri amani, wanahubiri upendo, hawahamasishi vita. Waislamu wenyewe wana vyuo kibao, wanahubiri amani, wanahubiri upendo, katika kuwaweka wanadamu wawe katika maadili, lakini sio wameagizwa na nani? Na Mwenyezi Mungu. Na ndio maana sijaona Roman Catholic wanahamasisha vita. Sijawahi kuona Waislamu wanahamasisha vita. Mwamposa linahamasisha vita. Sijaona Kuanimsa, sijaona Ngwaji wanahamasisha vita. Dini ni mpango wa wanadamu kuwalea watu kwenye maadili, kutokana na kwamba walivutiwa na maisha ya mtume Muhammad, walivutiwa na maisha ya Yesu Kristo. Okay. Unaamini kwamba Ukristo na Uislamu pia umekuja kuharibu tamaduni za Muafrika na mila za Kiafrika, ya kwamba Waafrika tuna tamaduni zetu kabla hizi dini kuingia? Hizi kama pamoja chiona kwamba hii imekuja kuharibu tamaduni zile za Muafrika? Tamaduni za Muafrika kwa maana ya kwamba kuna machifu na mila zetu za na mila zetu nchi nzima. Anakuambia Mwarabu na Mzungu wanakuja kutuletea hizi dini. Yaani Ukristo na Uislamu umekuja, Uislamu kutokana na Mwarabu kuja Tanzania ndio aliuleta huo, lakini Mzungu aliuleta Ukristo. Kama alichokizungumza Chiono, naamini ya kwamba huenda Waafrika tumejisahau pia kwa kuingia kwenye tamaduni ambazo sio za kwetu, kuacha utamaduni wetu. Nisikilize vizuri. Ukizidiwa nguvu lazima ukubali. Kama sisi tuna tamaduni zetu, mpaka leo kuna machifu, lakini watu wamwendi kwenye matambiko ya asili yenu. Kwa tatizo ni la nani? Nchi nzima ina machifu. Na ndio maana hata rais yoyote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiingia, huwa ana kikao na machifu wa nchi nzima, wanamfanyia matambiko. Na matambiko yale mara nyingi huwa yanafanyika kwetu Kisesa, Bujora. Hata jina la Mama Samia Hangaya ni kwetu Bujora kule Mlimani kule, ndio kwetu kabisa. Sawa, nilipolelewa mimi na hilo kanisa la St. Justin toka nikiwa darasa la 3. Na sio tu Mama Samia, hata Magufuli alikuja kule, iwe Kikwete wanakuja kule. Kwa hiyo akija kule machifu wa mikoa yote ndio wanakusanyika pale, sababu wao ndio wanaijua nchi kuliko yeye. Ndio wanamfanyia matambiko ya asili, wanambariki, wanampa na jina, wanamwambia ongoza nchi. Hayo sio utamaduni wetu? Kwani Mama Samia hilo Hangaya alienda kugewa Ulaya? Alienda kugewa Saudi Arabia? Kwa nini kila rais lazima aende? Haonekani kama kuwa na nguvu kama ulivyo Ukristo na Uislamu. Nini? Utamaduni wetu. Utamaduni wetu upo. Ni sisi wenyewe watu kizazi hiki tumeutelekeza sisi wenyewe. Ushaelewa vizuri? Na ndio maana mbona Wachaga hawasahau utamaduni wao, kila mwezi wa 12 lazima waende kuhesabiwa. Kwa nini Wachaga kila mwezi wa 12 lazima waende kuhesabiwa? Huo ni utamaduni wao.
Lakini wewe una miaka mingapi hujaenda kwenu? Miezi miwili. Sasa hiyo mizimu kule. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo sisi wenyewe wa Afrika ndio tumesahau, tumetelekeza kacha zetu. Lakini zipo. Kwa unapingana na Chionda. Chionda napingana na hilo, ni sisi wenyewe wa Afrika tatizo letu. Na ndio maana sasa hivi Afrika kila mtu yuko kwenye mitandao. Yuko muda wote kwenye mitandao anaangalia vitu vya Ulaya vya wapi. Unategemea tatekwa na kitu gani? Leo hapa Biblia Korowani kuna mix na mikuki, kuna vitambi hivi vya Kisukuma. Unanikuta mimi hapa ile hata lile nguo jeusi hata sina. Lakini natakiwa hapa kama Msukuma niwe na mkuki, niwe na hilo tambaa jeusi la Kisukuma la kiasili kuenzi kacha yangu. Kama Wamasai mbona hawaachi kacha yao? Wachaga kwa nini hawaachi kacha yao? Vitu kama hivyo. Okay, sawa. Anasema kwamba Chionda kabla wa kuja dini hapa Afrika tulikuwa tuna upendo sana, lakini baada ya kuja dini hizi mbili upendo umepungua. Kuna ukweli gani? Upendo umepotea. Sababu kwanza hata watu sasa hivi hawampendi Mwenyezi Mungu. Watu wanavunja amri 10 za Mungu kama wanatafuna karanga. Watu wametekwa na shetani. Huo upendo utapatikana wapi? Mimi leo niko tayari kugewa milioni 1 nikuue wewe, sababu ya njaa zangu. Huyu yuko tayari aje hapa nyumbani kwangu aibe nguo yangu apeleke kwa mganga kuniroga. Huyu hapa akiacha shati lina jasho langu anabeba kwenda kuniroga. Wazungu ndio wanafanya hivyo, Waarabu ndio, si tunarogana sisi kwa sisi. Sasa hivi unaweza tu ukawa na mwanamke siku 2 tukakupeleka kwa mganga, anataka nyota yako. Sio, umeelewa? Ukizubatu mshikaji kaja nyumbani, hata wanamuziki sasa hivi hawakaribishani nyumbani. Nguo yako tu uliovaa jana kaiba, kapeleka jasho kwa mganga, au kachukua uzi kapeleka kwa mganga. Ni wazungu hao. Upendo ni sisi kwa sisi, tunaumizana. Kwa upendo hamna. Hakuna upendo sisi kwa sisi. Baada ya kuja hizi yani tamaa. Okay. Ushaelewa? Tamaa na umaskini. Sisi Afrika tunachosumbuliwa umaskini. Ushaelewa vizuri? Mtu sasa anaweza akatuma nenda kwa dudu baya. Kakane afu mwekee sumu. Na kweli akaweka. Akaenda jikoni kwenye maji ya kunywa akaweka. Nenda na madawa kulevya haya kakamwekee ndani afu polisi tutawatuma. Na akafanya kisa tukagewa milioni 1. Sasa hao ni wazungu? Hao ni Waislamu? Sisi kwa sisi. Kwa hiyo upendo, chuki, wivu na roho mbaya na kurogana ni sisi wenyewe. Kwa hiyo upendo wetu tumeupoteza wenyewe baada ya maisha kuwa magumu. Na ndio maana nikwambie ni kitu kimoja cha mwisho. Familia yoyote iliyotawaliwa na umaskini waga hakuna upendo. Iliyotawaliwa na umaskini. Familia yoyote iliyotawaliwa na umaskini kupindukia au ukoo wenye umaskini kupindukia hakuna upendo. Tofauti na familia zenye maisha bora Afrika. Unaweza mimi sasa hivi nikapata pesa nikawa nawasaidia ndugu zangu, lakini huyo ndugu yangu una shida na 500,000 unampa, kumbe hiyo ndio nauli anaenda kwa mganga. Je, kwa ule mganga kuna wazungu? Kwa ule mganga kuna Waarabu? Sio, umeelewa? Kwa hiyo ni sisi kwa sisi kutokana na umaskini. Familia yoyote iliyotawaliwa na umaskini hakuna upendo. Kwa umaskini wetu wa Afrika ndio unatutesa. Yes, ndio unatutesa. Ndio maana hakuna upendo. Fanya nini tuondokane na umaskini? Kufanya kazi kwa bidii. Yeah. Kufanya kazi kwa bidii, kumtanguliza Mwenyezi Mungu mbele, hivyo. Okay. Neno moja Chionda. Ile swali kuangalia hapo. Neno lolote la kumpa Chionda kwa yale ambaye ameyazungumza. Ameyazungumza na ushazungumza kwamba imani yako baki nayo, usiwashawishi wengine. Ila tu ujumbe kwako, Afrika umaskini ndio unatusumbua.